Kiukweli sijui nani ametubadilishia hii dhana ya ndoa, especially sisi mabinti na vijana wa miaka hii. Unakuja kukuta kwamba ndoa zimekuwa sehemu ambayo mtu anasubiri aingie kwa sababu kuna furaha ameambiwa anatakiwa aipate. Ni kwa sababu wanawake tumepewa sauti ya kuzungumza, kwa hiyo tumekuwa tunazungumza zaidi, au ni kwa sababu elimu iliyokuwa inatolewa kuhusiana na ndoa na mahusiano zamani imepotea? Well, sasa hivi ndoa imekuwa more kila mtu ana expectations ambazo anajua akiingia kwenye ndoa lazima azipate. Yaani ndoa imekuwa ni project ya mtu mmoja kwenda kupewa furaha na mtu mwingine. Mwanaume anafikiria kwamba anatakiwa aingie kwenye ndoa ambayo akirudi nyumbani anatakiwa apokelewe kwa bashasha, amekumbatiwa, akute chakula kimepikwa, pamoja na kwamba ana mwanamke ambaye ni mfanyabiashara, mjasiriamali au ni mfanyakazi. Ni kitu kizuri kwa sababu ni haki yake mwanaume, lakini ha communicate hizo expectations kwa sababu tumetoka kwenye vizazi tofauti. Sasa hivi tumekuwa na watoto wengi ambao hawakuona vile vitu ambavyo wazazi waliviona kwa wazazi wao. Yaani baba zetu na mama zetu wengi walilelewa na baba na mama. Kwa hiyo kuna vitu vingi walijifunza wakiviona hata walipokuwa wamelelewa kwa babu na bibi na mashangazi. Sasa hivi tunakuwa watoto ambao tumetoka kwenye familia za single parent, yani single mom, single dad, tumelelewa kwenye vitu vya watoto yatima. Hatujawahi kuona vitu vingi, hatujawahi kuexperience vitu vingi, kwa hiyo hatutegemei wewe expect chochote kikubwa sana kutoka kwetu. Tunategemea vile tunavyovisikia na kuviona mitandaoni ndio viwe uhalisia wa maisha yetu, which is not true. Mwanamke anategemea kwamba akiingia kwenye ndoa yeye awe princess, yeye awe ni mtu ambaye amekaa, mwanaume awe tayari ku sacrifice kwa ajili ya furaha yake, which is not even fair, kwa sababu hakuna mtu aliyeumbwa duniani kwa ajili ya kwenda kumtumikia tu mtu mwingine. Ninaamini furaha inatakiwa kuwe kuna compromise na sacrifice, yani mmoja compromise mwingine ya sacrifice, na iwe vice versa kutokana na time. Lakini pia unakuta mwanamke anakuambia kwamba like mimi hataki kunielewa, nimerudi kazini nimechoka, afu anasema napenda kula chakula changu. Nitapikaje wakati nimerudi kazini nimechoka? Lakini wewe mwanamke anataka weekend apelekwe out, aende apelekwe swimming, wakaenjoy kama vile anavyoona watu wengine wanafanyiwa kwenye social media. Na mwanaume akishindwa kufanya hivyo kwa sababu za kwamba mbona mimi vya kwangu unifanyie, unasikia mwanaume ni mchoyo, ana roho mbaya, hajui majukumu yake. Yaani sijui wanaume wa siku hizi sijui wakoje, wabaili sana. Kwa hiyo mtu awe anafanya ya kwako, mume wako, lakini wewe kufanya ya kwako kwake hauwezi kufanya. Huo ni ubinafsi. Tuna ubinafsi mwingi sana kiasi kwamba ndoa sasa hivi zimekuwa ni project ya mtu mmoja badala ya partnership ya watu wawili. Ikitokea unapigwa kwenye ndoa, siwezi kukuambia ukae kwa sababu mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini je, hatuangalie manyanyaso mengine ambao wanaume wanayapata, au kwa sababu wao wameumbwa wanaume wanafaa kupokea manyanyaso aina yoyote, maneno aina yoyote, kwa namna yoyote ile wao wanatakiwa wachukue kwa sababu ndivyo ilivyokuwa over the years. Sijui ni kwa sababu gani hatuko tayari kucompromise, hatuko tayari kuona kwamba ndoa ni kazi kama kazi zingine ambazo inatakiwa mwanamke na mwanamume waingize nguvu ili kuweza kufanikiwa katika huo muungano. Sijui ni lini